na wachezaji ambao wako pale. Naam. Ile timu ambayo naona kwamba iko na uwezo mkubwa kushinda ligi ni Manchester City. Naam. Angalia wachezaji ambao wako kwenye kile kikosi. Omar Mamush, Haaland, Foden. Angalia na kila weekend ni kwamba Erling Haaland anafunga mabao. Naam. Na hivyo angalia ile safu ya ulinzi na beki na safu ya kati. Naam. Inawajibika sana, na ile kipa ambaye ameingia pale James Trafford, ingawaje ni namba 2 hajapata nafasi, lakini kipa mzuri. Lakini ule kipa ambaye ameingia ligi huu msimu na akashangaza wengi ni ule kipa kutoka PSG. Naam. Gigi Donnarumma ameanza msimu vizuri, amesaidia timu. Naam. Na Pep Guardiola mwenyewe amesema kwamba sasa hivi ndio msimu unaanza, na malengo yao yako wazi, ni kwamba wanataka kushinda ligi ya huu msimu. Naam. Ukumbuke kwamba msimu uliopita Liverpool walitoa ubingwa. Na huu msimu hawajaanza vizuri, tayari wamepoteza mechi kama 4 hivi. Naam. Lakini ile kulingana na ubashiri wangu ni kwamba Manchester City wako na uwezo na tajriba ya kushinda ligi ya huu msimu. Lakini nafasi ya pili, 3, 4 hadi 5 Liverpool wako na uwezo. Arsenal pia, Tottenham wako hapo na Chelsea. Nadhani Arsenal huenda kumaliza na nafasi ya pili. Huo ndio ubashiri wangu. Arsenal tayari msimu huu pia mtaweza kumaliza nafasi ya pili ikiwa kauli yake itatimika. Lakini tuweze kuangalia kwa haraka sana baadhi ya fixture ambazo ziko kwenye weekend ya leo. Ni kwamba Burnley iko nyumbani kuweza kucheza na timu ya Chelsea kwenye early kick-off ya siku ya leo. Burnley kwa msimu huu haujakuwa mzuri sana, lakini mechi ya leo ni ya muhimu sana. Timu ya Chelsea, mchezaji Delap ameweza kurudi kutoka kwenye injury, tayari yuko pale kwenye safu ya kushoto. Leo hii kocha amemwanzisha Jay Gittens, Pedro Neto kwenye wing ya kulia, Joao Pedro ameanza kama number 10, Santos yuko pale kwenye midfield na Fernandes. Pale kwenye safu ya ulinzi ni kwamba Reece James, Chalobah, Darabiayo na Cucurella na Robert Sanchez wakianza pale michumani. Kwa upande wa timu ya Burnley ni kwamba Dubravka yuko pale michumani. Mchezaji Kyle Walker-Tonzebe, Steven Atman wako kwenye safu ya ulinzi. Luis Tuachoma, Ogochuku, Anthony na Cullen wako kwenye midfield, na Fleming ndiye atakuwa anaongoza safu ya ushambulizi kwa klabu ya Burnley. Je, unafikiria mechi hii itakuwa inachukua mkondo gani? Hii mechi ambao Burnley wanacheza nyumbani, watajaribu sana kupitia ule uzoefu wa Dubravka ambaye amekuwa akiwajibikia Newcastle miaka hivi majuzi, na Kyle Walker ambaye amekuwa Spurs, amekuwa Manchester City akashinda mataji. Kwa hivyo wanamtegemea kwamba awe anapeana uongozi pale na leadership waweze kufanya vizuri. Lakini ni mechi ambayo, na ukiangalia kile kocha Chelsea na ile squad depth na experience yao na ile form ambayo wako, na ukiangalia historia ya Chelsea ni kwamba Chelsea wako na uwezo mkubwa wa kushinda hii mechi. Angalia yule kipawa Robert Sanchez, angalia kwanza ile safu ya ushambulizi. Gittens yuko pale, Joao Pedro ambaye anafunga kila mechi pale, na anarejea kwenye kile kikosi Liam Delap. Na angalia huyo Joao Pedro ameingia Chelsea msimu na akashinda FIFA Club World Cup, ameanza msimu vizuri, anafunga mabao. Na angalia historia yake tangu akiwa Watford pale, amekuwa mchezaji ambaye ni wa kutegemewa. Na kile kiungo cha Chelsea kuna ule Ode Santos ambaye msimu uliopita alikuwa pale Strasbourg ya Ufaransa, akawa na msimu mzuri, anashirikiana na Fernandes. Kwa hivyo ni mechi ambayo na Chelsea wako na uwezo mkubwa wa kushinda kama mabao 3-1. Hii ni mechi ambayo Chelsea wako na uwezo mkubwa wa kushinda na waanze kuwa na matokeo mazuri. Wana Chelsea ni kwamba kweli kwa statistics wamekuwa wakifanya vizuri dhidi ya Burnley, na kulingana na kikosi ambacho wengi walisema walikuwa na sajili yeyote yule, lakini kikosi ambacho kimekuwa cha msaada mkubwa sana kwa timu ya Chelsea na huenda wakafanya vizuri. Kwa mechi ya pili ambayo inatarajiwa kuwa ngumu sana ni baina ya timu ya Liverpool na timu ya Nottingham Forest. Nottingham Forest ni timu ambayo imeleta upinzani mkubwa sana. Kwenye msimu uliopita ilifanya vizuri, lakini kwenye mechi ambayo ilipita iliweza kushindwa. Lakini kwenye mechi ya leo ambao wanatarajiwa, kwa mechi iliyopita waliweza kushinda 3-1, na kwenye mechi ya leo wako pale Anfield. Tutarajie vipi? Na Nottingham Forest msimu uliopita walikuwa na msimu mzuri hadi wakaqualify kucheza Liga ya Europa.
Na huu msimu hajaanza vizuri, wakafuta yule Nuno Espirito Santo baada ya mechi kama 2. Kisha baadaye wakamleta yule Ange Postecoglou ambaye alikuwa Tottenham Hotspur akashinda Europa. Akaingia pale akasimamia mechi kama 5 hivi. Hakupata ushindi, akawa anapoteza kila weekend, wakamfuta. Sasa hivi amemrejesha yule ambaye alikuwa Burnley, Sean Dyche. Na mechi ambayo ni ya mwisho kabla ya kwenda international break ni kwamba walishinda, lakini wakija hapo Anfield na Liverpool naona kwamba hawana lao. Ni mechi ngumu sana, na ingawaje kuna wachezaji wazuri kama Morgan Gibbs White, akina Oni, angalia ile depth ya Liverpool pale, na akina Hugo Ekitike, Alexander Isak. Ingawaje Isak hajaanza vizuri, lakini na Ekitike ameanza msimu vizuri. Mohamed Salah baada ya kukosa ile tuzo nadhani anarejea kwenye mchezo akimakinika zaidi, na nadhani hii ni mechi ambayo Liverpool wako nyumbani na watapata ushindi mnono dhidi ya Nottingham Forest. Mechi kali kabisa pia ambayo itachezwa siku ya leo kuanzia mida ya saa 2 usiku itakuwa baina ya timu ya Newcastle na timu ya Manchester City. Timu ya Newcastle kwenye mechi ambayo ilipita iliweza kupigwa 3-1 na klabu ya Brentford. Timu ya Manchester City kwa upande wao ikaweza kushinda klabu ya Liverpool 3-0. Hao wawili wanakutana wakiwa na tofauti kubwa sana. Mmoja alishinda, mwingine anakuja kwenye hii mechi baada ya kupigwa vibaya sana. Timu ya Newcastle ni baadhi ya timu ambazo msimu pia uliopita walifanya vizuri sana, lakini msimu umekuwa wa milima na mabonde kwao. Mechi itakuwa ama timu ya Newcastle itakuwa nyumbani kuialika klabu ya Man City, na mechi hii inakutanisha mtu ambaye anashikilia kwenye nafasi ya pili na yule ambaye ako kwenye nafasi ya 14, tofauti ya alama zao zikiwa ni alama 10. Tutarajie mkondo upi ufuatwe? Hii ni mechi ambayo ni ya kusisimua, mechi nzuri na pia late kick off. Ukiangalia squad zote ni timu zote mbili ni kwamba wako na squad ambazo ni nzuri. Angalia kile coach cha Newcastle, kile kiungo chao Bruno Guimaraes ambaye alitoka Lyon. Angalia Sandro Tonali ambaye alitoka AC Milan. Na pia angalia yule mshambulizi ambaye amejiunga nayo timu huu msimu, ule Nico Tamada. Kwenye hizi international break mechi 2 amefunga mabao 3. Na kabla ya international break alikuwa anafunga kila weekend kwa ile timu ya Newcastle. Ingawaje hakuwa anapata ushindi, lakini ni mechi ambayo Manchester City wako na uwezo mkubwa wa kushinda. Ukitegemea form ambayo Newcastle hawako kwenye form nzuri. Ingawaje ile safu ya mabeki ikiongozwa na Dan Bad na Steven Botman ni nzuri sana, lakini maybe haijakuwa na bahati nzuri. Imekuwa na matokeo ambayo si mazuri. Mechi ya mwisho akipoteza dhidi ya Brentford 3-1. Kwa hivyo hii ni mechi ambayo ni iko wazi, yote anaweza ibuka na ushindi, lakini kulingana na ule uzoefu wa Manchester City, Manchester City pia huenda wakawapiga Newcastle kwenye uwanja wa nyumbani wa St James Park. Tutarajia Haaland afunge ama Haaland atafunga, hako kwenye mkondo mzuri, atafunga bao 1 ama 2. Na Newcastle pia watafunga. Kwa hivyo mechi ambayo inaweza isha 4-1 ama 3-1, lakini ushindi moja kwa moja ni kwa Manchester City. Mchezaji Jeremy Doku amekuwa ni mchezaji mzuri sana, kiungo mzuri sana kwenye klabu ya Manchester City. Tutarajie fomu gani kutoka kwake siku ya leo? Itakuwa fomu nzuri na huenda akaanza kwenye ile upande wa kulia. Wa kushoto tutamtarajia labda Omar Mamush. Kisha yule center forward ambaye ni mshambulizi wa moja kwa moja tutamshuhudia kwamba itakuwa ni Erling Haaland ambaye atakuwa anaongoza yale mashambulizi ya moja kwa moja. Na mechi ambayo itachezwa pale kwenye Craven Cottage ni kwamba Fulham itakuwa inaialika klabu ambayo imefanya vizuri licha ya kuwa ni msimu wake ama ni wale newcomers. Timu ya Sunderland imekuwa ni timu ambayo inapiga surprise, timu kubwa sana isipokuwa Manchester United. Kwanza Manchester United si timu kubwa, imekuwa ikifanya surprise kubwa. Angalia kwenye mechi yao ya mwisho dhidi ya Arsenal, waliweza kulazimisha sare licha ya mechi hiyo Arsenal kupata nafasi nyingi za kuweza kushinda mechi hiyo. Tutarajie kwamba Sunderland wapige timu ya Fulham ama Fulham watapiga Sunderland. Hii ni mechi nzuri ya Sunderland na mechi ambayo ilipita dhidi ya baina ya Sunderland na Arsenal. Nilikuwa nimebashiri kwamba Arsenal watapigwa na Sunderland, lakini wakabahatika wakapata sare. Na angalia hii timu ya Fulham imekuwa na matokeo mchanganyiko.
imekuwa bogi team, inashinda, inatoka sare na inapoteza. Lakini angalia ile fomu ya Sunderland ambao wameingia kwenye hii Premier League nayo. Msimu wao wa kwanza baada ya kuwa nje kwa takriban misimu kama 8-9. Ambapo msimu wa mwisho alikuwa na kipa huyu ambaye yuko Everton, Jordan Pickford. Na pia yule Jordan Anderson na wa timu ya Liverpool. Sasa na huu msimu wamesajili wachezaji wa 15. Hii ni timu mpya na ile ni timu tofauti na timu mpya. Kilinganisho na ile ambayo ilikuwa Championship na wakamchukua yule Granit Xhaka ambaye alikuwa timu ya Arsenal. Akawa pia na wa timu ya Arsenal. Kisha akajiunga na Bayer Leverkusen ya Ujerumani, akashinda ile ligi ya Bundesliga na pia ile cup. Na pia ikamleta ule defender ule beki wa kutoka Getafe, Omar Alderete ambaye amekuwa na msimu mzuri sana. Kwenye kaunga shambulizi kama Isido. Na pia ikaenda pale ligi ya Uhispania ikamchukua Real kutoka Atletico Madrid. Kwa hivyo ni timu ambayo imekuwa assembled njia nzuri. Na siku ya leo natarajia kwamba itapata ushindi ambao ni utakuwa mzuri sana, 2-0 dhidi ya Fulham. Kwa hivyo ni mechi ambayo Sunderland na tarajia wapate ushindi na wazidi kuwa nafasi ya 4 au 3. Tukisalia hapo kwenye Sunderland, ni kama makala ya AFCON atawalazimisha wao kuachilia zaidi ya wachezaji 8 kwenye squad yao ya klabu ya Sunderland. Je, unafikiria itaathiri mchezo yao kwenye Disemba mwisho na Januari? Nao itaathiri pakubwa, lakini kitu ambacho wanafaa kufanya ni kwamba kwenye ile transfer ya January hapo mwezi wa January hapo wajaribu kusajili wachezaji kama 4-5. Wawape nguvu ili wale wakirejea wapate kwamba wako na nafasi nzuri. Wale wachezaji kwenye kile kikosi cha Sunderland wengi wanatoka bara la Afrika, karibu 8 hivi. Huenda ikawa affect, lakini wako na squad nzuri chini ya ile nahodha Granit Xhaka. Huenda watamaliza msimu na nafasi nzuri. Na angalia yule kipa ambaye ameingia ile timu ya Sunderland, yule Ross. Ndio msimu wake wa kwanza kucheza ligi ya Uingereza. Na msimu uliopita alikuwa ile timu ya Netherlands. Akakuwa na saves nzuri. Na huu msimu already ameanza vizuri na amekoa penalty moja. Kwa hivyo ni timu ambayo unasema kwamba yule kocha amefanya kazi nzuri na scouting system. Kuwa na timu nzuri na watapata matokeo mazuri msimu. Tutarajia kwamba huenda wakashiriki kwenye ile ligi ya conference msimu ukikamilika. Lakini kabla sisi kuangalia mechi kubwa ya weekend hii, tuangazie mechi ya siku ya Jumatatu baina ya timu ya Manchester United na Everton. Manchester United ina alama 18 na timu ya Everton ina alama 15. Kwa hivyo tofauti ni 3 ama pointi 3 peke yake. Vijana wa Everton wameonekana wakifanya vizuri sana msimu huu. Kwenye misimu ambayo imepita wameonekana wakianza vibaya na kumaliza kwa nguvu. Lakini msimu huu wameanza vizuri wakiwa na mchezaji Grealish ambaye amekuwa akisaidia sana kwa upatikanaji wa mabao pale mbele. Manchester United kwa msimu ulianza vibaya, lakini wako kwenye nafasi ya 7 na alama 18. Mechi siku ya Jumatatu tarajieni itakuwa mechi ngumu sana. Kumbuka kwamba ile derby ya Merseyside ya Liverpool na Everton ilisha 2-0. Kwa hivyo Everton ni timu ambayo inajua kubana sana. Si timu ambayo inaweza ipiga mabao 4 kwa mpigo. Kwa hivyo ni timu ambayo inajua kuzuia, na dhidi ya Manchester United wanakuja kuvana na Manchester United wakijua kwamba Manchester United ni timu ambayo inasuasua, haiko dhabiti. Na natarajia kwamba ikiongozwa na yule Grealish na Ndiaye watapata ushindi dhidi ya Manchester United. Ni baadhi ya utabiri ambao mchanganuzi wetu Crispin Mokaya anazidi kupeana, lakini tuangazie baadhi ya mechi ambazo zitachezwa kwenye siku ya leo ifikapo saa 12. Ni kama timu ya Wolves itacheza na Crystal Palace, Bournemouth itakuwa nyumbani kucheza na West Ham, Brighton icheza na timu ya Brentford, Fulham itacheza na Sunderland kama nilivyokwisha kuambia. Hiyo kesho mapema mechi ya saa 11 itakuwa kati ya Leeds United ikicheza na Aston Villa, lakini mechi kubwa ya weekend itakuwa ni derby ya North London ambayo italeta timu ya Tottenham ikiwa itacheza ama inacheza na timu ya Arsenal. Ni mechi ambayo itachezwa katika uga wa Emirates, lakini kwenye mechi za hivi karibuni ama mechi ya mwisho waliweza kutoka sare ya 2-2, lakini kwenye mechi nyingi timu ya Arsenal imekuwa ikipata ushindi mkubwa. Wewe kama mwana Tottenham, ni nafasi yako nzuri sana. Tuweke ushabiki kando, tukuje kwa statistics
statistics na ukweli wa mambo. Timu ya Arsenal kwa sasa iko kileleni mwa ligi kuu ya Premier nchini Uingereza. Timu ya Tottenham pia nayo iko kwenye nafasi nzuri sana, ambayo huwezi sema kwamba wako kwenye kama wale league contenders. Lakini kwa asilimia kubwa Arsenal imepewa mkono wa kuweza kushinda mechi hiyo, mechi ngumu kabisa kwenye uamuzi wa ligi. Na ikiwa itashinda kwenye mechi hii, inamaanisha itakuwa imepanua mwanya kati yao na nambari 2 ambaye ni Manchester City kufikia sasa kwenye ligi kuu ya Premier nchini Uingereza. Kwako binafsi unatarajia kwamba ile squad ya Tottenham ipangwe namna gani kuhakikisha kama shabiki unafurahia hiyo kesho kuanzia mida ya 1:30 usiku? Naam, kwa tangu kuila kocha Antonio Conte kuingia pale na Jose Mourinho, Spurs wamekuwa kilemea Arsenal wamekuwa kilemea sana Spurs. Lakini ule wakati ambao Mauricio Pochettino alikuwa pale, mechi nyingi dhidi ya kwenye North London Derby, Spurs walikuwa wanapiga Arsenal mechi nyingi. Lakini mechi za hivi majuzi ni kwamba Arsenal wamekuwa wakichukua uongozi sana mechi mingi. Hata ule wakati ambao Pierre-Emerick Aubameyang wamekuwa pale, wamekuwa wakipata ushindi. Lakini ukiangalia mechi ya mwisho Spurs kabla ya mapumziko, Spurs walikuwa wameenda na Manchester United 2-2. Nusura wapate ushindi dhidi ya Manchester United, lakini makosa kidogo wakatoka sare. Lakini kile kocha cha Spurs kimekuwa kikusumbuliwa sana na majeraha. Kama mchezaji kama Dejan Kulusevski yuko kwenye majeraha, lakini nadhani akianza na yule kipa Vicario namba acheza mtindo wa 4-3-3, huenda ni akawa na nafasi nzuri ya kupata sare hata ya 2-2. Kwa hivyo hii ni North London Derby, inaweza ikachukua mkondo wote, lakini ni mechi ambayo itarajia mabao mengi, mawili, na ni nabashiri kwamba huenda ikaisha sare ya 2-2. Akianza na wale mabeki wakati Christian Romero, huenda na yule Nicky van de Ven, imekuwa partnership nzuri. Na kwenye safu ya kulia aanze na Pedro Porro, kushoto aanze na labda Jadon Spence ama Destiny Udogie. Kwenye kile kiungo cha kati aanze na Joao Palhinha. Joao Palhinha amekuwa na tackles nyingi sana kwenye Premier League. Na ukiangalia historia yake kwenye tackles anaongoza sana. Hata akiwa Fulham na Bayern Munich. Kwenye ile safu ya shambulizi imekuwa butu sana. Itakuwa very consistent, lakini nadhani akianza na Richarlison itakuwa safu ambayo itakuwa ikifurahisha sana, na hapa atapata pointi moja atashukuru. Ni sawa kabisa, lakini kwa upande wa Arsenal ni timu ambayo ina wachezaji wazuri sana. Lakini Tottenham itatumia mchezaji gani kama key player wao kwenye mechi ya kesho? Hii ni mechi ambayo itategemea kwenye kile kiungo cha kati. Na yule mchezaji ambaye atawasaidia sana ni yule Joao Palhinha, kwa sababu anaweza kukota yale mashambulizi ya Arsenal. Kumbuka kwamba Arsenal wanajua kushambulia sana kwenye zile transition. Na yule mchezaji Joao Palhinha, mchezaji ambaye anaweza badilisha mechi na aisaidia Spurs kuwa na mchezo mzuri. Ni baadhi ya yale mageuzi ya timu ya Tottenham inafaa kufanyiwa ili kuweza kuhakikisha kwenye mechi ya kesho, mechi ya North London Derby inaweza kushinda. Lakini ukiangalia kwenye ile probability ya kuweza kushinda, 12% ni kupande wa Tottenham, 68 ni kupande wa Arsenal. Kwa hivyo wale wabashiri wanaweza kubashiri, waweza kujua nani yule ambaye anafaa yani unaweza kuwekeza kuweza kujua nani yule ambaye atashinda kwenye mechi ya kesho. Lakini pia vile ambayo tunaona kwamba mchezaji Saka amekuwa ni mzuri sana, moto wa kutia mbali kwenye upande wa Arsenal, na ameweza kuisaidia sana. Lakini mchezaji Gabriel na mchezaji kutoka taifa la Ufaransa ambao wanashirikiana pale nyuma, William Saliba, wamekuwa wazuri sana kwenye ile partnership yao kwenye defense sana. Unafikiria kesho wanayo nafasi nzuri ama wako kwenye nafasi nzuri ya kuweza kumkabili na kumsimamisha Richarlison kwenye kushambulia? Naam, ile beki ya wale mabeki wa timu ya Arsenal wamekuwa akiwajibika sana. Kumbuka hiyo partnership ya Gabriel na Saliba kwa misimu ambayo imepita miwili au mitatu, wamekuwa wakicheza pamoja na wamezoeana sana. Kwa hivyo itakuwa ni safu nzuri sana, na huenda ikaamua kwamba mechi inafuata mkondo upi. Na pia ukiangalia ile safu ya shambulizi ni kwamba
iko na shambulizi wazuri, kuna Leandro Trossard na pia yule mshambulizi ambaye ameingia msimu ambaye amekuwa akisifiwa sana, Victor Gyökeres. Yes. Ambaye ametoka Sporting Lisbon na rekodi nzuri sana. Amecheza mechi zaidi ya 60 na mabao zaidi ya 60. Kwa hivyo ni kama kila mechi anafunga, na huu ndio msimu wake wa kwanza kwenye ligi kuu ya Uingereza. Na nadhani atakuwa muiba sana kwenye mechi ya kesho, na ndio mara kwanza anacheza North London Derby. Anasikia tu kuna North London Derby, kubwa sana pale North London. Na anataka apate nafasi. Afunge, aanze kujenga ile CV yake pale kwenye kile kikosi cha Arsenal. Kwa hivyo ni mchezaji ambaye tunasema kwamba ni wa kutegemewa. Ingawaje msimu bado mchanga, lakini tumpe nafasi. Huenda kawa na msimu mzuri kwenye kile kikosi cha Arsenal. Kufikia sasa timu ya Arsenal iko kileleni na pointi 26, timu ya Man City ni ya pili na pointi 22, timu ya Chelsea iko nafasi ya tatu ina pointi 21, Sunderland 19, Tottenham, Aston Villa, Manchester United, Liverpool na Bournemouth wote wakiwa na alama 18. Timu zilizo za mwisho tatu ni timu ya West Ham, timu ya Nottingham Forest na timu ya Wolves ambao kufikia sasa wanazo point 2 peke yake. Timu ya Nottingham Forest ambayo inacheza na Liverpool ina point 9, timu ya West Ham 10, timu ya Leeds United ina point 11. Ndio msimamo wa ligi kuu ya Premier ama ligi ya Premier hapa nchini Uingereza. Kwenye ile statistics ya kuangalia fungaji bora ni kwamba mchezaji Erling Haaland ameweza kufunga mabao 18 akifuata kwa karibu na Igor pia wa klabu ya Brentford. Hao ndio wachezaji ambao wana mabao zaidi ya 8. Wengine Dan Welbeck ambaye ana mabao 6, Antonio Semenyo na Jean-Philippe Mateta ambao wako na pointi ama wako na magoli 6. Kwenye hii top scoring chart tumtarajie Haaland afikishe mabao mangapi? Haaland ameanza msimu vizuri. Bado hatujafika nusu msimu na ako na mabao 14. Asipokuwa na majeraha au suspension yote. Msimu ukikamilika tunatarajia kwamba atakuwa na mabao zaidi ya 30 au 35. Kwa sababu msimu wake wa kwanza alifikisha 35. Msimu wa pili 30, na huu msimu nadhani huenda akafikisha 30 hadi 35. Na amekuwa mchezaji ambaye ni wa kutegemewa kwenye kile kikosi cha Manchester City. Kwa sababu kila mechi anafunga bao moja au mawili, na atakuwa na msimu mzuri, na nabashiri kwamba atasaidia Manchester City kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Premier. Ni kweli kabisa, tunatarajia kwamba mchezaji huyu atafanya vizuri ikiwa atazidi kuendeleza rekodi yake nzuri ya kuweza kufunga mabao kama anavyosema mchambuzi wetu ambaye pia ni mgeni wetu siku ya leo, Crispin. Lakini naona muda wetu umekamilika, lakini najua kwamba kuna kauli ambayo unaweza toa kwa mpenzi mtazamaji ambaye anakutazama pale nyumbani, pale ambapo umetoka. Kuna watu ambao wanatarajia kwamba wasalimie na baadhi ya mambo ambayo ungependa kuyasema hapa kwenye Ndizi TV Africa Viwanjani tunapokamilisha. Naam, nashukuru sana Ndizi TV kwenye hiki kipindi cha Viwanjani kutupa nafasi tuzidi kuchanganua na kuchambua mambo ya soka na sport kwa ujumla. Na kuna watu wengi ambao wanatazama. Kuna mmoja anaitwa Shadi, yuko mahali anajijua, unasema kwamba wanapenda Ndizi TV na Ndizi TV Africa na ina vipindi vizuri sana. Kwa hivyo tunawaambia kwamba wazidi kutazama na kunipata kwenye mitandao ya kijamii. Facebook ni Crispin Mokaya. Tuzungumze mengi pale ya soka na tutaongea mengi pale. Kwa hivyo kwa weekend hii kuna mambo mengi ya spoti. Natakia mambo mazuri na mema kwenye spoti. Kesho timu ya Shabani inacheza kwenye ule uga wa SportPesa Arena Murang'a. Tunatakia ushindi pale. Na pia watazamaji kwa ujumla muwe na weekend njema yenye mafanikio. Na mimi niseme shukrani sana kwa kutenga muda wako kuweza kufika hapa Ndizi TV Africa. Manake natumai kwamba mpenzi mtazamaji ambaye amechukua muda wake kutazama kutoka pale tulipoanza mida ya saa 8 ameweza kunolewa kutu kispoti. Mimi nimekuwa James the Top Scorer ambaye nimeweza kuhakikisha kwamba taarifa zote za sport umeweza kuzipata kwa njia iliyo mzuri sana. Lakini nimshukuru mwelekezi ambaye ni producer wangu Alex amehakikisha kwamba picha na sauti zangu pamoja na mgeni wangu
zimekuwa shwari kabisa kwa mpenzi mtazamaji. Na kwa ile mpenzi mtazamaji ambaye umechukua muda wako kuanzia mida ya saa 8 hadi sasa inapoelekea saa 10 kuweza kutazama Ndizi TV Africa, ukaweza kutuma message zako, ukaweza kutupa kongole kwa yale ambayo tumefanya, nasema shukrani sana. Hadi siku ya Jumatatu kuanzia mida ya saa 4 asubuhi kwenye Monday Review tuweze kuangazia baadhi ya matokeo vile ambavyo yatakwenda hii weekend. Ikiwa Arsenal itashinda itakuwa inapanua mwanya, ikiwa itashindwa basi itakuwa inapunguza mwanya, na timu ya Manchester City ikiwa itashinda siku ya leo itakuwa inasongea karibu sana na timu ya Arsenal kwenye msimamo wa ligi kuu ya Premier. Lakini pale kwenye SportPesa Arena timu ya Shabana inatarajiwa kwamba itafanya mazuri na kuleta raha ndani ya mashabiki wao wa Tore Bobe. Mimi niseme kwaheri kwa siku ya leo, lakini vipindi vingi vimeweza kuratibiwa hapa ndani ya Ndizi TV Africa. Kumbuka mida ya saa 1 usiku Jeff Nyakundi atakuwa hapa kwenye Sauti ya Uongozi aweze kuangazia masuala ya siasa, na kumbuka rais amekuwa kwenye kaunti ya Kisii. Hayo pamoja na mengine mengi, Jeff Nyakundi atakuwa hapa kuhakikisha kwamba wewe unaweza kupata kila kitu. Lakini mimi nisema kwaheri siku ya leo Jumamosi. Bye bye, tuonane siku ya Jumatatu kwenye Monday Review pale mitandao ya kijamii Ndizi TV Africa. Mimi ni follow kama James the Top Scorer. Kwaheri.